Olikalau Member of Parliament aspirant, the UDA one, that is Mchina Samuel, has surrendered. Yaani yule ambaye anatafuta kiti cha ubunge pale Olikalau kwa tikiti ya UDA ameinua mikono, amesurrender. Otherwise, mheshimiwa wa Siasa Hub, thank you and thank you and thank you for your continued support. Mnaendelea kusubscribe, nashukuru sana. Kindly subscribe kama huja subscribe, pia turn on notification bell and also like, so that hapa ni nyumbani. Tutakuwa tunachukua maoni ya kila mmoja, tunachambua siasa, tunaongea ukweli, utufungue. Say the truth, it will finally set you free. I guess mumeona video ambayo nimeicheza. Hayo yote yamefanyika jana usiku, jana jioni. Watu ambao walikuwa na ghadhabu ya vile ambavyo serikali inawachukulia kiholela, vile ambavyo serikali inawachukulia for granted kutoka ile constituency ya Olkalau. Watu ambao ni wa Olkalau walikasirishwa kwamba serikali inajua kwamba kuna uchaguzi ambao unafaa kufanyika pale. Sasa ndio wameanza kufanya tumaendeleo twa ujinga, tumaendeleo tudogo tudogo katika ile constituency ya Olkalau. Kumbuka wamekuwa na mbunge, lakini hizi maendeleo ambazo wameanza kufanya sasa hivi hazikuwa zinasikika. So wamesikia mbunge wao amefariki, wanajua uchaguzi unafanyika. Sasa ndio watu wa serikali wameanza kuenda pale na ndege, wameanza kuenda pale kufly pale, kuanza kuangalia barabara, kuanza kuangalia miradi mbalimbali, just because they know there is by election. It's not about miradi. Si miradi wanafanya, si miradi wanazindua, si barabara wanatengeneza kwa hiari. Wanafanya hivyo kwa sababu ya kumkampenia, for the sake of campaigns. They are looking for votes. They are lying to Olkalau people, and those people are very brave. That is why mmeona jana walienda wakatoa billboard kubwa ambayo imewekwa na serikali ya Mchina. Mchina ni yule candidate wa UDA. Wakaitoa, wakaichoma kuonesha ghadhabu zao. Mpaka nimeona Dennis Tumbi pia alipost hilo. Nadhani inaonesha kwamba Kenyans have woken up. Wakenya wameamka. Wajinga waliisha Kenya. I was just very happy. Because how sudden is the government imegundua kwamba Olkalau hakuna maendeleo? How sudden? Because nimeona pale Kindiki akiflow, nimeona Roko akiflow pale, viongozi wale ambao wakina yule ambaye ni msaidizi wa Rais Farouk Berit amekuwa pia pale. Akina Kipchumba Murkomen wamekuwa pale. How soon wamegundua kwamba hakuna maendeleo Olkalau? They are not doing land development. They are doing it for the sake of campaigns. They are campaigning for their candidate to win. Olkalau people came out in large numbers. They were many. Walikuja wakatuma ujumbe kwa serikali kwamba we know what you are doing. We know what you are trying to do. You are not doing any development in the area. You are busy campaigning for your candidate. And wakachoma zile billboards za yule jamaa Mchina ambaye ni kikaragozi, ni project ya serikali. Alafu wakapanda juu mahala ambapo yule jamaa wa DCP amewekwa, wakaanza kupanguza na kuosha billboard ya yule jamaa wa DCP. Is a very clear indication that Olkalau seat has gone. That Olkalau seat and Olkalau people knows that there is no space for lies, there is no space for propaganda, there is no space
for matusi. That is a very stern warning they have sent to the President of the Republic of Kenya, William Ruto, that he has no space in the mountain. Leo ako Embu, by the way. The president is in Embu. I'm making another video to tell you kile ambacho amezungumza Embu. But that is a warning. You know, sasa ameanza kutembea tena Mount Kenya. Kuambia watu mwadhani. Arugasho mwadhani. Now people have woken up. The president himself said, wajinga waliisha Kenya. He should know that. Wajinga waliisha Kenya. The president should be aware of that. So please, people of Olkalau, we congratulate you as Kenyans. Tunawapigia makofi kwa sababu mumechenuka. You know who is your leader. You know who you want. Musichanganywe na kudanganywa na pesa na maharage na tu project twa ujinga. Elect your leaders while they will represent you and they will bring you maendeleo. Sisi zinaletwa mbio mbio kwa sababu ya uchaguzi. You are brave people. Watu wa Olkalau, Nyandarua County, mimi nawapigia saluti. Na si mara ya kwanza. I guess mumeangalia hiyo video. That is a video. I want to play another video hapa nyuma nikimalizia. Video ambayo inaonyesha jana walienda mpaka mahali kuna billboards zake yule jamaa wa DCP. Wakampigia saluti, wakatafuta vitu, wakapanguza billboards za yule jamaa wa DCP. Natawachezea hiyo video. Just nitaiweka hapa mwisho. Muone. That is a very important signal to the government that people have woken up. Hawataki projects. And I don't know whether vile wanakambania Olkalau, vile wameanza kufanya tu project Olkalau, vile walifanya tu project Mbeere, vile walimwanga pesa Olkalau na Mbeere na Malava. Is that the way they will mwanga pesa 2027 kwa kila constituency? Hivyo ndio watakambania kila candidate kwa kila constituency hii in 2027 ama? Hivyo ndio watafanya project kila constituency kwa candidate wao 2027 ama? That is the Kenya Kwanza government for you. But mimi ni mtu ambaye ni wa demokrasia. Na siasa hapa ni ya demokrasia. Nataka niwape nafasi watazamaji, waheshimiwa wa siasa hapa. Wewe unaoneleaje Olkalau? Iende kwa serikali ama iende kwa upinzani? Iende kwa DCP ama iende kwa UDA? Kama ungekuwa Olkalau, I know majority we are not in Olkalau. Kama ungekuwa Olkalau, ungepigia candidate wa UDA ama DCP? Because those are the forefront. Ungepigia candidate wa DCP ama UDA? Please share your thoughts. Tupige kura. Ungepigia candidate wa DCP ama UDA? Na ngoja majibu yako. Kindly subscribe. Watch this video. Vile walikuwa wanapanguza billboard ya yule jamaa wa DCP. Kindly subscribe and follow. Shokora ya kana. Leo hito. Shokora 001. Oyo ndio tako Shokora 001. Osio. Ngai au tamasio. Kiza glao.